Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. My name is Shiro Joyce. I am here to wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year 2022. Be blessed. Well, today being the 24th of December, the year 2021, just a few days left to the end of the year 2021. A very good and warm afternoon to you, my dear viewer, from wherever you're watching us from, and welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. My biggest hope is that your day is faring on very well and very amazing. I am Wanjiku Njau. And we start off with a very sad story from Kisii County. And the Deputy Commissioner of Kisii County, Leonard Mugute, has decried the rising number of suicide cases in the county. His biggest plea now being this: whenever one feels like they have a problem, to look for someone to talk to, either a friend, family, or even seek guidance and counseling from the hospitals in the county. Kulingana na hesabu ambazo tumefanya na ofisi yangu, watu 14 wamejitoa uhai mwaka huu peke yao katika hii Kisii Central ambayo mnaita Nyaribari Church. Mnaita hivyo? Yes. Watu 11. Hiyo inamaanisha kila mwezi lazima angalau mtu mmoja ajitoe uhai. Hiyo ni jambo la kawaida kweli? Si jambo la kawaida. Na mwezi jana nikiwa likizo, nadhani watu 2 walijiua weekend moja. Ama namna gani? Na hisi. Yes, watu 2 weekend moja. Leo mtu anajinyonga, kesho mwingine anajinyonga. Hiyo sio jambo ya kawaida. Ndio nikaeleza maafisa wenzangu lazima tutafute suluhisho, na suluhisho ni ile ambayo tumeanzisha hapa siku ya leo. Wanaume kusemezana wao wenyewe kwa wenyewe na kusaidiana kimawazo. Na niko na imani hii mikutano kwa vile itaendelea kila sublocation, tutaweza kuondoa hilo janga kati yetu na tuweze kuendelea na maisha yetu ya kila siku. Wakikuja Christmas namna hii, unakaa nao, unaongea nao, unawasikiza kilio chao na unatoa suluhu ya yale watoto wako wanapitia. Unapata mtu anaingia anauliza, mbona hakuna stima leo? Na uje uliza kwanza watoto wako wapi wakati unapata blackout. Well, that is a very sad story indeed from Kisii County. And I would advise, whenever you feel like you have had enough of everything, if you don't find anyone to talk to around you, either friends or family, make sure you find a stranger. Find someone that doesn't know you and you know you will probably never meet them again. Pour your heart out to them, because they say a problem talked is a problem half solved. Moving on to our next story. It's a huge sigh of relief for Kiambu and Murang'a residents county that have been demanding allocation of unused Del Monte land after the parliament ordered them to be allocated over 7,000 acres. The Parliamentary Land Committee on Wednesday ordered the Ministry of Lands and Physical Planning, in consultation with the National Lands Commission in the country, to allocate land exercised from Del Monte Kenya Limited to Kandara Residents Association and County Government of Murang'a and Kiambu in the ratio of 70 to 30 respectively. Udo ni niguo jiarirwo na niguo ndereirwo na niguo hikeire na niguo ngereire ciana ciakwa kenda. Twarwagira wiathi wa Kenya na muthungu ni anyitire njira agicoka kwao. Tugitigirwo ki mugunda witu ni urengira ndoro monti mugunda uyu matunengere na kwenda kwao na maheo ngoro njororo ta nyama ni Ngai
tucokerio na tuikare tuiguanite andu aria othe mejiarwo na njiarwo na tucuku tutuire tuhoyaga kana maria hoyaga ni nyonete macokio ma Ngai ngiririkana ati gukaoragirwo ni muthungu na giti nundu wa kureganeiria niĩ rĩrĩa ndĩraria ndĩna inyuĩ haha nĩ ngũigua ta ingĩita mĩathori ngĩririkana atĩrĩrĩ twarĩithagia mbũri na ng'ombe na nĩ twarĩmaga tũtiarĩ ithayo no mũthũngũ agĩũka akĩona harĩa hega agathondeka hau nĩ hake niĩ ngwenda kuga atĩrĩrĩ tondũ ndahota kũgana mũno na ũhoro nĩ mũingĩ ũhoro wa magegania nĩ ũyũ ithuĩ twambĩrĩria gwĩtia mũgũnda ũyũ connected by late Shujaa Philip Njũgũna wa Kamau into bracket PMG na Ngai aromũhurũkia na thayũ mĩaka yothe na nyũmba ĩrĩa atigĩte na bamĩrĩ yake arohurũka ũhoro na rĩrĩ ithuĩ ti kĩambĩrĩria ũmũthĩ nĩ gũka tũroka gũtiriha nĩ atĩ andũ aya maretwo mbunge maroigire mũgũnda ũcokio ũrĩa ũrĩ makĩria ma eka 7,000 na 400 mekĩndũ ũcokerio andũ a Kandara Resident Association to nĩo makirĩmire ũndũ ũyũ macokerio rũgai rwao rwa maithe ona andũ a county ma benefit nĩ tondũ harĩ arĩa mokĩrire makiuga nĩ tũrenda mĩgũnda itũ ĩcokio no nĩ ũndũ wa ũgĩ wa thirikari makiuga nĩ kũgaywo na ratio ya 70-30 kwoguo county government ya Kiambu na Murang'a nĩ megũkorwo na 30% no na ithuĩ twĩ Kandara Resident Association tũgũkorwo na 70% ĩrĩa yandĩkĩtwo. Well, it is quite a sigh of relief for the residents given the circumstances that PMG Njũgũna wa Ruth died fighting for the land to be allocated to the residents, and it is such a joyful and amazing moment for the residents. Moving on to our next story, people living with disabilities in the country have continually pleaded for involvement in the community as they say that they are shortchanged and don't get stipend often as it should be. Huu ni msimu wa Christmas. Hata wale wengine weko huko nje, mjaribu kuona wale watu hawajiwezi, sababu huwa mara mingi tunasahaulika, na tungependa nyinyi nyote mjitolee ili hawa watu wawe wanapata kitu cha kukula. Ningependa kufanya wito kwa serikali yetu tunayoipenda. Tafadhali tumesahau walemavu. Hawa walemavu ni ndugu na dada zetu, ni mama zetu. Kama hapa tuna mlemavu mmoja alipata ajali, ana watoto mapacha ambao wako shuleni, saa hii wako high school. Hawezi weza kuendeleza kazini mahali alikokuwa akifanya kazi. Na wewe nyinyi ambao mumesimamia hizi sheria na mumesimamia hizi committees za walemavu nchini Kenya, walemavu wanateta sana. Wanasema hata exemption ya KRA hawajawahi pata. Huyu ni chairman na anasema kwa miaka zaidi ya 30 hizo ahadi zote zinaahidiwa walemavu hajawahi pata. Jackson Mandago, who is the current governor of Uasin Gishu County, has urged all cattle rustling communities and counties to now prioritize education. Kono kiasi hii ni karibu milioni 5. Hiyo inanunua ng'ombe ngapi? Si afadhali uende chuo cha teknolojia ujifunze vile ya kuvuna gold, ukuje uvune gold, ukivuna tu ya mkono hii milioni 5. Milioni 5 ni ng'ombe ngapi? Na sina ni ng'ombe ya maana, si hii ng'ombe inaenda. West Pokot ni part of the counties ambazo sisi tunashirikiana kwa pamoja kwa maneno ya NORE. Hii West Pokot iko na dhahabu, iko na maneno ya simiti, iko na mambo mingi ambazo hasijatumika. Kwa nini? Kwa sababu ile mfumo ya elimu ambayo tumekuwa nayo miaka 60 haijatufunza sisi
kufanya hiyo kazi ambayo inahitajika tufanye, ndio tutumie hiyo rasilimali kama taifa la Kenya na kama kaunti ya West Pokot. Kama wazazi, walimu, tushirikiane pamoja na serikali kuhakikisha hii mfumo ya CBC inafanya kazi, kwa sababu inafunza watoto kuweza kufanya vitu kwa mikono yao, kufikiria, kudesign na kutengeneza. Wanafunzwa kushona nguo, wanafunzwa kutengeneza gari, wanafunzwa kufunga stima, wanafunzwa kujisimamia. Hiyo ndio masomo ambayo itapeleka Kenya hii kwenda mbele. Tutilie maanani masomo. Masomo ndio yanasawazisha nchi na inafanya kila mtu afike kwa meza ya uamuzi. Na walimu ni watu wa maana na muhimu sana katika taifa la Kenya. You are the shapers of this nation. Kwa sababu nyinyi ndio mnaweka msingi, mnaweka masomo, ndio tupate engineer kesho ni kazi ya mwalimu. Ndio tupate daktari kesho ni kazi ya mwalimu. Hii shortage ya walimu lazima itekelezwe kwa kuajiri walimu wengi. Na the only way, and I am a supporter of employing all the teachers who have graduated, because it's also the only legal means of distributing wealth in this country. Na watu wasituambia hakuna pesa. Teachers Service Commission must work with other partners and stakeholders in education in making decisions that have far-reaching implications in the country. They cannot alone, as a commission, make decisions for the entire education sector. It must be consultative and participatory. Nyeri youth leaders have called out to the government and also to IEBC to extend the voter registration period as far as it is, as the turnout has not been so great. Come together, discuss and share ideas together with IEBC and other stakeholders. And we as young people, we are appealing to every young Kenyan that let us come on board. Let us have this debate that is being discussed, the sharing of the national cake. Let us come together and be part of this discussion. And we can only be part of this discussion if we are registered voters, so that we can be able to take part or to partake in decision making in bringing on board those right voters or right leaders who can take this country and initiatives to the next step forward. And so I'm appealing to every young Kenyan citizen that let us register as voters, and also let us make sure that we are not misused, we are not manipulated by these politicians, so that we can maybe cause violence and havoc. Let us be ambassadors of peace, because it is only through peace that we can achieve success. It is only through peace that we can be able to realize those dreams that we want to realize in this great nation. So for us as young people from this great county of Nyeri, we are saying thank you so much for this chance, and I believe that this will be an opening eye to every young citizen of this nation, so that coming or going to the next step forward, we shall be part of this larger cake that shall be shared. We shall be part of this debate. We shall be part of this table to be able to discuss issues pertaining our young people. Because as it is said, there is nothing for us without us. So let us come together as young people, let us support young people and own ourselves and have that confidence that we are part of this and can do this. Thank you so much, and God bless you all. Thank you. They see no essence in turning out to register as voters. And what we've agreed here as a team is that we'll be getting to ground, convince these youth, and try to tell them the importance of registering as voters and the importance of voting rightly. So we have to tell them they have so much power in their vote, in those registered votes, and they can really make a change in the decision making. So that's all that we'll be discussing, and we'll be engaging further, both at meeting level and on the ground, so that when we will be concluding the second mass voter registration and the final, for that matter, that is kicking off next year, January, we'll have achieved at least 90% of the total number of targeted youth. Again, we would like to request the Office of the Registration of Person
to work closely with IBC so that when youth apply for national identity card, when they get those ID, they become automatically voters. You don't have to apply for an ID, pick it up, and then. And with that story from Nyeri County, we come to the end of our 1 p.m. news bulletin. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time, right here from the heart of Kenya, Nairobi. Don't forget to follow us on all our social media platforms and keep the conversations going on whichever topic you will want to. If you have any question on whichever stories we have, we will keep posting you and updating you on the recent updates in the country. Don't forget to follow us on all our social media platforms at Wanjiku Njau and also at Sky Cable TV Kenya. I am Wanjiku Njau.